Nimevuta bangi kwa sababu ya mwanaume wangu. Wanaume sio watu wa kuamini, na kumbuka ni mtu wangu wa kwanza, kwa hiyo iliniumiza. Mwili umechoka kwa yale maumivu ninayoyapata pale. Kwa majina wanaonijua, naitwa G Stylish. Mimi ni mwigizaji, lakini pia mimi ni design wa mavazi. Mtu wangu wa kwanza tulikutania nyumbani kwetu. Tulipokuwa tunakaa, kulikuwa na frame mbele. Kwa hiyo yeye kaka yake alikuja, alipanga kwetu pale. Kwa hiyo na yeye alikuja kumsaidia kaka yake. Alitoka huko kwao akaja Bagamoyo, basi hivyo tulikutana hapo. Viashiria labda ni maneno yake tu. Alikuwa ni mtu ambaye anajali, lakini pia kwenye story aishi kuniambia kwamba nakupenda, nitakupeleka nyumbani. Hivyo pengine mimi ni utoto, nikawa naona yes, nimepata mtu ambaye ni bora, kwa sababu alikopo sana anazungumzia kuhusu kunipeleka kwao. Sikuwahi kuona, kwa sababu nilimwamini kwa 100% kabisa. Nilimwamini, nilijua kwamba haitotokea siku atanicheat, labda atanisaliti. Kwa hiyo nilimwamini. Niliumia sana, yaani ni kitu ambacho hakiwezi kufutika kwangu, kwa sababu kama leo nakutana naye, then kesho naenda kwake namkuta akiwa na mwanamke. Ile siku kwanza, maana tulikutana na siku ya pili yake usiku ile, tuliongea mambo mengi. Aliniambia nataka nihame hapa, nitahamia sehemu nyingine, japo hapa ni pazuri. Tuliongea mambo mengi na ni mazuri, nilifurahi, tukapanga. Akasema kwa vile sasa umerudi rasmi, nitakupeleka nyumbani. Nikamwambia basi sawa. Kwa akanirudisha hadi nyumbani. Kanirudisha nyumbani, akanipa na pesa siku hiyo, nakumbuka. Haya, siku ya pili yake ilikuwa ni sikukuu ya Eid. Akaniambia ile usiku tuliongea, akasema kesho nitaenda kula sikukuu kwa kakaangu, kwa shemeji yake pia watakuwepo, ni familia watakutana huko. Kwa mimi nampigia simu ile siku ambayo sasa ndo ya sikukuu, nampigia simu, yeye anipokelei. Kwa imefika mpaka jioni hivi, hakawa pia ameizima simu kabisa. Kwa mimi kwa vile napajua kwake, nikasema haina mbaya. Kwa nilivaa nikaenda kwake, na ilikuwa so mbali na nyumbani, ni sehemu tu ya kutembea. Kwa nikatembea nikaenda kwake. Kwenda kwake kwanza, picha linaanza nikakuta majirani. Nilipofika pale, unajua ile wadada wanaongea nini, lakini sikuelewa. Nikakuta alikuwa na pikipiki, alikuwa ana duka, lakini alikuwa na pikipiki pia ya kutembelea tu. Kwa nilivyoona pikipiki nikajua tu yupo kwake. Mimi moja kwa moja nikaingia kwake. Kulikuwa na corridor ndefu, nyumba za kupanga. Baadaye nakuta ni mkaka. Sasa sijui alimtambulisha, mimi nilikuwa sijui, hivyo akawa ananiita shemeji, usiende huko. Mimi sikumuelewa kwa sababu ni mtu ambaye sijawahi kumuona. Pengine tu alionyeshana, lakini mimi simjui. Nikamwambia vipi nisiende? Lakini nikipiga jicho pale mbele nakuta viatu. Nakwambia nakumbuka vya Kimasai, ni vipi hapa? Vya huyo mdada. Mimi nikafika mpaka pale, nikagonga, nikuta msabufa mkubwa unalia humo ndani. Nikagonga,
na yule alikopo sasa kashanikaribia na yeye akawepo pale anisaidia kugonga, akafungua. Kufungua akaniona, kwa yeye haraka haraka akafunga mlango ili yule wa ndani asisikie kinachoendelea huko nje. Akaniambia, Mage, nimesahau kuzima taa dukani, kwa twende mimi na yule rafiki yangu twende. Nikamwambia, kwa nini mimi usiniache ndani alafu wewe ukazime taa, mimi nitabaki hapa, ukija utanikuta. Akasema hapana, haiwezekani, sijui nini, tunatakiwa twende wote. Nikamwambia, kwa nini unanikataza leo kuingia ndani kwako? Akasema hapana, sijui nini, hivyo zikawa marumbano, lakini pia nilikuwa nina hasira, mwili umechoka kwa yale maumivu ninayoyapata pale. Kwa hiyo nikaishia pale pale mlangoni, sikubahatika kuingia ndani. Nikaishia mlangoni na wao wakaondoka, lakini alijaribu kunifuatilia. Ananiomba msamaha, ananiambia, nikamwambia sasa unaniomba msamaha wa nini? Anasema tu nisamee bana, sijui nini kimeenda kimerudi. Lakini sikutaka kumuelewa kwa sababu muda ule nilikuwa na hasira na nilikuwa yani njia nzima nilikuwa nalia mpaka nafika nyumbani nalia. Kwa hiyo sikubahatika kuingia kwake. Naamini ni yeye ambaye alisitisha lile uhusiano, kwa sababu yeye ndio nilomfumania, lakini nilimpigia tena simu, nilimuongopea kwamba na mimba, lakini bado hakuhitaji kunielewa. Basi ikawa kimya. Kitu ambacho kilichoniumiza ni kutokuwa na yeye, kwa sababu akuwepo tena. Sio kwamba nilikuwa nampigia simu tukiongea, tukitoka outing za hapa na pale, lakini zote hizo baada ya kuachana zilikuwa hamna. Na kumbuka ni mtu wangu wa kwanza, kwa hiyo iliniumiza. Somo ambayo nilipata ni kutokuamini wanaume. Pengine aliniaminisha vibaya, lakini ndio somo ambalo nililichukua. Wanaume sio watu wa kuamini, yani hata kidogo sio wa kuamini. Kwa amenifundisha vingi sana. Amenifundisha kuwa mpweke, kwa sababu nilikuwa mpweke kwenye iko kipindi, nilikuwa ni mtu ambaye natamani kuwa peke yangu. Lakini pia alinifundisha kuna ushawishi. Baada ya hapo nilikuwa na marafiki zangu ambao nilimaliza nao shule, na wao walikuwa wanajua uhusiano wetu. Kwa hiyo walikuwa wananipublish, kwa nini wakuleta fujo? Kwa hiyo waliniaminisha kwamba kumbe sisi wanawake tunasababishwa na hao wanaume kuleta fujo ama kupigana. Yani kwa hiyo alinifundisha vitu vingi sana. Mimi nitawashauri wadada, tusiwaamini sana wanaume. Kama una mtu wako basi mpe asilimia zake, lakini pia yani uwe makini kwa sababu kuna magonjwa, lakini pia kuna vishawishi. Mimi nilishawishiwa na marafiki zangu, kwa nini ukupigana, ukufanyaje? Nakumbuka hiyo siku hata rafiki yangu alikopo anatumia pombe, japo ni umri ulikopo ni mdogo, lakini alikopo anatumia. Ananiambia hebu kunywa, nilikopo na mawazo kwa ananiambia hebu kunywa. Kwa kupitia yeye mtu mmoja alinifundisha vitu vingi ambavyo vingekuwa vibaya, na mimi sitamani atokee mwanamke ambaye eti nimevuta bangi kwa sababu ya mwanaume wangu, nimefanya hivi, nimekuwa labda mtu ambaye natembea na wanaume wengi kwa sababu ya kumkomoa yule ex wangu.
Kwa hiyo ninawaomba ama ninawashauri kwamba usimwamini mwanaume, lakini pia linapotokea jambo kama hilo, basi ujue namna gani ya kulitatua, urelax, usisikilize ushauri wa huyu kasemaje, huyu kafanya hivi, huyu alifanya hivi, basi na mimi nifanye hivyo. Kwa ninawasi ikitokea jambo kama hilo uwe mtulivu hivyo.